jinsi Mungu anavyosema katika kitabu ya Mathayo 24. Ana Biblia inatuambia kwamba ukisoma Mathayo 24:45 vinasema, ni nani basi yule mtumwa mwaminifu mwenye akili ambaye bwana wake alimweka juu ya nyumba yake awape watu chakula kwa wakati wake. Heli mtumwa yule ambaye bwana wake ajabu atamkuta akifanya hivyo. Tukisoma verse 47 inasema, amini nawaambia atamweka juu ya vitu vyake vyote. Biblia tukisoma hiyo Mathayo 24:45-47 tumepata ya kwamba Biblia inatuambia kwamba amebarikiwa yule mtumwa ambaye bwana wake ajabu atamkuta akifanya kazi ya utumishi wa Bwana. Ni kazi gani tunaostahili kufanya, wapendwa? Kabla niweze kusoma hili fungu, wakawa katika kitabu ya Mathayo 24 jinsi siku za mwisho zitakuwa. Watu watalewa kwenye dhambi, na hivyo leo hii ninavyoongea watu wengi sana wamelewa kwenye dhambi. Watu wengi wamelewa kwenye dhambi, na kwa sababu hiyo ya kulewa kwenye dhambi, wengi wamemsahau Mungu wao. Wengi wamemsahau Mungu wao, wanasini na kufanya dhambi, na wanasema wanamtambua Mungu. Mungu anasema hao wataangamia, hao wataangamia kwa sababu ya dhambi yao. Watu wengi leo hii wanamwabudu shetani, na kwa sababu hiyo Mungu atawaangamiza kabisa. Mungu. Tukiendelea kusoma kwa chini, Biblia ilikuwa inasema 48, Mathayo 24:48 inasema, lakini mtumwa yule ambaye akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia. 49, akaanza kuwapiga wacholi wake na kula na kunywa pamoja na walevi. 50 nasema nini? 50 nasema bwana wake kunywa na walevi, bwana wake mtumwa huyo atakuja siku asiyoidhani na asiyoijua, and shall cut him asunder and put him his position with hypocrites. They shall be weeping and smashing it. Atamkata vipande viwili na kumwekea fungu lake pamoja na wanafiki, ndiko kutakuwa
kwamba watumishi wa Mungu hawastahili kuingiana na wenye dhambi kama sio kuwakwamua kutoka kwa dhambi. Biblia inaposema walevi, hili jina walevi limetumika kwa njia ya mfano. Maana watu wengi leo hii ni wasaliti. Watu wengi leo hii ni watu wezi. Ni watu wanaomwabudu shetani. Ni watu wanaotumia manabii wa uongo, wanaotumia nguvu za shetani kufanya miujiza, kuwadanganya watu. Na ndio maana Biblia inasema mtumishi wa Mungu asifanye jaribio na kuhusika pamoja na wao. Ajitenge kabisa na wao, ndiposa aweze kuwaonya kutoka nje, asije akasahau. Kwa maana Biblia imesema ya kwamba ukila na kunywa, angalia yule mtumishi wa Mungu. Mstari 48 katika Kiswahili inasema, but and if that evil servant shall say in his heart, my Lord, late is coming. Lakini mtumwa yule ambaye akisema moyoni mwake, Bwana wangu amekawia, and shall begin to smite his fellow servants and to eat and drink with the drunken, akaanza kuwapiga wachawi wake na kula na kunywa pamoja na walevi. Hii Biblia inatuambia kwamba mtumishi wa Mungu ambaye kazi yake ni kuwapiga wenzake vita na kushirikiana na wenye dhambi. Yaani inaposema drunken, inamaanisha kwamba watu ambao wamelewa na dhambi. Yaani watu ambao wamelewa na dhambi, watu wanaoamini waganga wenyewe, wachawi wenyewe, wale wamelewa na dhambi. Haistahili mtumishi wa Mungu aweze kwenda ile sehemu pale. Vijana wadogo wanaofanya beti, wale wamelewa kwenye dhambi, wanapoteza pesa zao kwa kufanya gambling, wanapocheza hiyo mchezo, wamelewa na dhambi. Watu wanaopenda kudanganya, wanaopenda kuiba, watu wanaozini kwenye dhambi, hao wamelewa. Na mtumishi wa Mungu akaja akasema ya kwamba Mungu amechelewa. Yeye akajiunga na ile kikundi kingine, watu wanaomwabudu shetani. Kwa shetani miujiza inatendeka. Ni kweli miujiza inatendeka. Lakini Mungu anasema namna gani? Ili yule mtumishi wa Mungu atakayeweza kuhubiri neno lake Mungu, maana atamweka kuwa mshindi, kuwa msimamizi wa wengine. Atawaweka kwa msimamizi wa wengine. Atamweka. Somo 40 inasema, Amina nawaambia atamweka juu ya vitu vyake vyote. Na 46 ilikuwa inasema huyu mtu ili mtumwa yule ambaye bwana wake hajapata mkuta kukifanya kazi hiyo. Nataka niwakaribishe katika wiki hii. Tutakuwa tunachambua Mathayo 24 ili tuweze kuona jinsi Mungu anajidhihirisha na anavyotuonya dhidi ya dhambi. Maana dhambi iko duniani na watu wengi wamelewa na dhambi. Watu wengi
ameshatoa onyo. Mungu ameshatoa onyo. Na Mungu akasema kwamba kwa sababu ameshatupa ishara kizazi chetu, na kwa ishara zote Mungu anaelewa kama ni njaa, magonjwa, vita, ufalme unaopigana ufalme, nchi ikipigana na nchi, magonjwa, njaa, chuki, kuchukiana. Tuweze kujua kwamba sisi ndio tunaoishi. Hivyo katika hii wiki nakukaribisha tuweze kutembea pamoja ili tuweze kujua Mungu anachokusudia tuweze kujua katika wiki hii. Karibu sana, mtumishi wako Wycliffe, na ukisikia umebarikiwa weza kucomment hapo chini. Pia naendelea kufuatilia hapa YouTube, hapa Facebook, TikTok na vile Instagram, Facebook. Barikiwe sana katika siku ya leo. Asanteni sana. Endelea kubarikiwa sana.